Kutakuwa na maandamano ambayo hayajawahi kutokea katika bara la Afrika. Maandamano yatakayotokea tarehe 9, sijui wewe utakimbilia wapi. Hakutakuwa na mswalie mtume. Maandamano hayo yatakuwa ni maandamano yaliyojaa utulivu, maandamano ambayo hayana fujo, wala hakutachomwa vitu vya watu kama ilivyotokea ile mara ya kwanza. Ile mara ya kwanza watu walijaa hasira sana. Sasa wanaelewa kitu kinachotakiwa. Lengo la maandamano ni kumuondoa Samia Suluhu Hassan madarakani, na maandamano haya yatakuwa ni maandamano ya mwendelezo mpaka utakapoondoka madarakani. Usitegemee kuona fujo, usitegemee kuona watu wanachoma vitu, na polisi wasionekane barabarani. Tunachotaka wanajeshi ndio wawe barabarani wakiwa pamoja wanaandamana na waandamanaji. Wasionekane polisi barabarani. Hili tunalirudia, tunalisisitiza, na ndivyo itakavyokuwa. Mama Samia, umefika wakati wa kuachia ngazi. Hiyo ndio taarifa rasmi. Watanzania wametoa kauli yao, na kauli hiyo haitarudi nyuma tena. Nadhani mlisikiliza vizuri kauli ya ubaba alivyokuwa akisema kuhusiana na maandamano yatakayotokea tarehe 9 Disemba. Ningependa tuchambue neno alilolisema ya kwamba siku hiyo hawahitaji askari polisi hata mmoja barabarani. Sasa wanaelewa kitu kinachotakiwa. Lengo la maandamano ni kumuondoa Samia Suluhu Hassan madarakani, na maandamano haya yatakuwa ni maandamano ya mwendelezo mpaka utakapoondoka madarakani. Usitegemee kuona fujo, usitegemee kuona watu wanachoma vitu, na polisi wasionekane barabarani. Kwa wale mnaonifuatilia, nadhani mlifuatilia kipindi ambacho nimewawekea asubuhi nikizungumzia kuhusu haya maandamano, kinachojificha nyuma ya pazia. Katika kipindi nilichowawekea leo asubuhi niliongea nikasema ya kwamba haya maandamano inasemekana yatakuwa ni maandamano ya amani, ambapo watu watatoka manyumbani kwao na mabango tu kwa ajili ya kwenda kuandamana. Ila kinachojificha nyuma ya pazia ni kwamba haya maandamano yatakuwa mabaya kuliko hata maandamano yaliyotokea tarehe 29 Oktoba huu mwaka wa 2025. Takuwa na maandamano ambayo hayajawahi kutokea katika bara la Afrika. Maandamano yatakayotokea tarehe 9, sijui wewe utakimbilia wapi. Kama mlivyosikia kwenye kauli ya huu baba, alisema ya kwamba maandamano haya yatakuwa na lengo ya kumuondoa Rais Samia Suluhu Hassan madarakani, na siku hiyo hawatahitaji waone askari polisi hata mmoja barabarani. Wakati hiki ni kitu ambacho hakiwezekani kabisa. Lazima askari polisi watakuwepo barabarani kwa ajili ya kulinda usalama na mali za wananchi. Ila kitakachotokea ni kwamba kutakuwepo na mvutano kati ya waandamanaji na askari polisi watakaokuwa barabarani wakilinda usalama wa raia. Na kitakachotokea ni kwamba baadhi ya askari polisi watakaokuwa wakilinda huo usalama ni kwamba kuna askari polisi ambao hawakubaliani kabisa na uchaguzi uliopita. Ni kwamba kuna askari polisi ambao wameegamia upande wa upinzani wa serikali ya Samia Suluhu Hassan, na hao askari polisi ambao hawakubaliani wala hawakubali serikali ya Samia Suluhu Hassan wako kwenye mission ya kushuti waandamanaji wakati waandamanaji watakaokuwa wakiandamana kwa ajili ya lengo ya kukasirisha waandamanaji. Baadaye waandamanaji na wao waanze kuchoma vitu tofauti kwa madai ya kwamba askari polisi wa serikali ndio waliowachokoza.
Na baada ya hapo kutakuwepo mauaji yasiyokuwa na hesabu ili mataifa yaweze kusimama, mashirika ya haki za binadamu yaweze kusimama, ICC itaingilia kati kwa malengo ya kuwa Rais Samia Suluhu Hassan afanye kile ambacho raia wanachokitaka. Na hiki kitu Rais Samia Suluhu Hassan hatokikubali, kwa sababu akikubali kuondoka madarakani basi atashtakiwa na mashirika ya haki za binadamu, kitu ambacho hawezi akakikubali, na ndio maana hatokubali kutoka madarakani. Kwa hivyo Tanzania itawekwa katika orodha ya nchi ambazo zipo kwenye vita ya wenyewe, na uchumi wa nchi utashuka na maisha yatabadilika kuwa mabaya zaidi nchini Tanzania. Hata hivyo, serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan bado inataka kuwepo maridhiano, ila upande mwingine wanasema hawataki maridhiano yoyote, bali wanachokitaka ni serikali ya Samia Suluhu Hassan kutoka madarakani. Takuwa na maandamano ambayo hayajawahi kutokea katika bara la Afrika. Maandamano yatakayotokea tarehe 9, sijui wewe utakimbilia wapi. Hakutakuwa na mswalie mtume. Maandamano hayo yatakuwa ni maandamano yaliyojaa utulivu, maandamano ambayo hayana fujo, wala hakutachomwa vitu vya watu kama ilivyotokea ile mara ya kwanza. Ile mara ya kwanza watu walijaa hasira sana. Sasa wanaelewa kitu kinachotakiwa. Lengo la maandamano ni kumuondoa Samia Suluhu Hassan madarakani, na maandamano haya yatakuwa ni maandamano ya mwendelezo mpaka utakapoondoka madarakani. Usitegemee kuona fujo, usitegemee kuona watu wanachoma vitu, na polisi wasionekane barabarani. Tunachotaka wanajeshi ndio wawe barabarani wakiwa pamoja wanaandamana na waandamanaji, wasionekane polisi barabarani. Hili tunalirudia, tunalisisitiza, na ndivyo itakavyokuwa. Mama Samia, umefika wakati wa kuachia ngazi. Hiyo ndio taarifa rasmi. Watanzania wametoa kauli yao, na kauli hiyo haitarudi nyuma tena. Watanzania wametakuwa na maandamano ambayo hayajawahi kutokea katika bara la Afrika. Maandamano yatakayotokea tarehe 9, sijui wewe utakimbilia wapi. Hakutakuwa na mswalie mtume. Maandamano hayo yatakuwa ni maandamano yaliyojaa utulivu, maandamano ambayo hayana fujo, wala hakutachomwa vitu vya watu kama ilivyotokea ile mara ya kwanza. Ile mara ya kwanza watu walijaa hasira sana. Sasa wanaelewa kitu kinachotakiwa. Lengo la maandamano ni kumuondoa Samia Suluhu Hassan madarakani, na maandamano haya yatakuwa ni maandamano ya mwendelezo mpaka utakapoondoka madarakani. Usitegemee kuona fujo, usitegemee kuona watu wanachoma vitu, na polisi wasionekane barabarani. Tunachotaka wanajeshi ndio wawe barabarani wakiwa pamoja wanaandamana na